kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. nabo abwira kethe bao na hakika ikethwarire itara baraka ikethwarire itara ya baraka. Katusangilie mara ya kwanza na mara ya pili, tumukaribisha mara ya kwanza, mara ya pili, makofi mazuri mtumishi anapokaribia. Karibu sana. Haleluya. Nashukuru Mungu. Msamaji na ukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Leo ni kwenye kanisa ya GGS Ajalo. Tumeunganika na wapendwa tukiwaletea kipindi za siri ya msamaha wa dhambi. Tukaribisha mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Nashukuru Mungu kwa neema kubwa ambayo amenijalia siku ya leo, mpendo mtazamaji, ili tuweze kukutana nawe katika studio hii ya Meru TV katika kipindi kinaitwa siri ya msamaha wa dhambi. Katika kipindi kilichopita tulijifundisha kuhusu kutakazwa, na pia siku ya leo tunaendelea kujifundisha kuhusu kutakazwa. Kuna kutakazwa na kuna kujitakaza. Tofauti ya kanisa la kweli na dini inajitakaza, lakini kanisa la kweli limetakaswa. Na tukiangalia Biblia zetu, mpendo mtazamaji, naomba ufungue Biblia yako katika kitabu cha Wakorintho. Fungua kitabu cha Wakorintho, kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa pili. Kwa kanisa la Mungu liloko Korintho, wale waliotakazwa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu, pamoja na wote
waliitiao jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali Bwana wao na Bwana wetu. Kwa kanisa la Mungu loko Korintho waliotakazwa katika Kristo Yesu na waliitwa wawe watakatifu. Kwa hivyo tunapoangalia tunaona ya kwamba Mungu anazungumzia kanisa. Kanisa ambalo anazungumzia ni kanisa ambalo limetakazwa, sio kanisa ambalo linajitakaza. Ndio unaona watu wa dini wanang'ang'ana sana bila wanaweza kuosha dhambi zao, bila wanaweza kutakasa dhambi zao. Kwa sababu gani? Hawajaingia katika njia ya kutakazwa. Watu wengi wanajitakaza, lakini Biblia, hakuna mahali Biblia inasema ujitakaze. Na hebu tuweze kuangalia Biblia katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 3 maandiko mpaka mstari wa 4. Maandiko inasema, mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno niliwaambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Tumekuwa safi si kwa sababu ya kujitakaza, si kwa sababu ya kuombewa, si kwa sababu ya kutubu. Tumekuwa safi kwa sababu ya lile neno Yesu alituambia, kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Haleluya. Tukiangalia pia vile Yesu anazungumzia kuhusu kutakazwa, tuangalie kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17. Nasema, watakase na kweli, neno lako ndilo kweli. Watakase na kweli, neno lako ndilo kweli. Kile kinaweza kututakasa ni neno, na Yesu akasema watakase na kweli, neno lako ndilo kweli. Tuangalie tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tuone vile Biblia inasema kuhusu kutakazwa. Tuangalia Matendo ya Mitume 15 mstari wa 9. Maandiko inasema, hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Kwa hivyo hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Warumi 10 mstari wa 17, maandiko inasema, imani huja kwa njia ya kusikia, na ni kusikia neno la Kristo. Na tumeona Yesu amesema, mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno niliwaambia. Na ukiangalia tena Biblia inasema, uwatakase na kweli, neno lako ndilo kweli. Na hakufanya tofauti kati ya sisi na wao, akasafisha mioyo yetu kwa imani. Na imani huja kwa njia ya kusikia, na ni kusikia neno la Kristo. Kwa hivyo tunaposikia neno, linapoingia ndani ya moyo wetu, neno ndio lina uwezo wa kuosha mioyo yetu. Hebu tuangalie kitabu cha Zakaria, kitabu cha Zakaria, kitabu cha tuangalie Biblia, kitabu cha, tufungue Biblia kitabu cha Ezekieli. Mpendo mtazamaji, na hapa kanisani tuungane, tufungue Biblia zetu kitabu cha Ezekieli 36 mstari wa 25 na 26. Tuone vile Biblia inasema. Tuangalie mstari wa 25. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Nitawatakazeni kutoka katika uchafu wenu wote, na kutoka katika vinyango vyenu vyote. Mstari wa 26. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho yangu mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa njiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Hii ni kazi ya Mungu. Haleluya. Hakuna mahali tunahusika, ni kazi ya Mungu. Mungu anasema, nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Kwa hivyo ni Mungu mwenyewe anazungumzia, nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Maji ni nini katika Biblia? Biblia inataja maji kama neno la Mungu. Na kitabu cha Efeso inasema, makusudi alisafishe kanisa lake na maji katika neno. Kwa hivyo maji ni neno la Mungu. Na hapa ndio maandiko inasema, nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi. Kwa hivyo hatuwezi kuwa safi kwa sababu ya kujitakasa sisi wenyewe, mbali Biblia pia inaeleza atatunyunyizia maji safi, nanyi tutakuwa safi. Baada ya kuwa safi, maandiko inasema
ataondoa moyo wa atatupatia moyo mpya na atatia roho mpya ndani yetu na ataondoa moyo wa njiwe uliomo ndani ya mwili wetu. Haleluya. Hii ni kazi ya Mungu. Kusafisha ni kazi ya Mungu, kusafisha ni kazi ya Mungu. Mungu kupatia moyo mpya ni kazi yake. Mungu kuweka roho yake ni kazi yake. Mungu kuondoa moyo wa jiwe na kuweka moyo wa nyama, hiyo ni kazi yake. Hii si kazi ya mwanadamu. Haleluya. Mara nyingi tunasukulia kuhesabiwa haki ama kutakazwa ni kazi ya mwanadamu, lakini kutakazwa na kuhesabiwa haki havitokani na kazi ya mwanadamu. Haleluya. Mara nyingi watu wanajaribu kuwa safi, watu wanajitakaza, lakini hawakui safi. Kwa sababu gani? Hakuna mahali Biblia inasema ujitakaze. Ukiangalia kitabu cha Waebrania sura ya 2 mstari wa 11. Waebrania sura ya 2 mstari wa 11, maandiko inasema yule anayetakaza na yule anatakazwa wote watoka kwa umoja. Kwa hivyo aoni haya kuitwa ndugu zao. Yule anayetakaza na yule anayetakazwa. Nani anayetakaza? Yesu Kristo ndiye anayetakaza. Mimi ni yule ambaye ninayetakazwa. Kwa hivyo kuna yule anayetakaza na yule anayetakazwa. Kwa hivyo tunaona Biblia inasema Yesu alitoka kwa Mungu, na alipotoka kwa Mungu pia sisi tulitoka kwa Mungu. Lakini Yesu aliwekwa kwa njia ya kututakaza. Haleluya. Lakini tunajaribu kuwa safi wakati tuko katika njia yetu. Tunajaribu kuwa safi wakati tuko katika mawazo yetu. Watu wengi wanafikiria kutubu ni wakati unaenda kueleza Mungu makosa yako, niliiba, nilishini, nilisema uongo, na kuja kwako Mungu unisamehe. Hiyo ndio watu wanafikiria ndio toba. Hiyo sio toba. Kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7 inasema, mtu mbaya aase njia yake, mtu asiache aase mawazo yake, amrudie Bwana naye atamrehemu, arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe. Ili uweze kusamehewa, unafaa ufanye nini mpendwa mtazamaji na hapa kanisani? Unafaa uombe msamaha? Unafaa utubu? Unafaa uendelee kulilia Mungu? Hapana. Utoke katika njia yako, utoke katika mawazo yako, umrudie nani? Bwana. Na ukimrudia Bwana naye ameahidi kukusamehe. Haleluya. Kuna kitu moja kinafanya dini wasielewe injili ninayohubiri ama injili inayohubiriwa hapa. Kitu kile kinafanya wasielewe ni jina kutubu. Hakuna dini isiyoamini Yesu Kristo. Wote wanaamini nani? Wanaamini Yesu alisaliwa, Yesu alikufa, Yesu alifufuka. Lakini ukiuliza kwa nini Yesu alisaliwa? Yesu alisaliwa atuokoe kutokana na dhambi. Ukimuuliza swali ya pili, je, amekuokoa kutoka kwa dhambi? Anasema ndio. Sasa uko na dhambi? Anasema nani hana dhambi? Haleluya. Hapo amesanganyikiwa. Jambo la pili, ukimuuliza unaamini Yesu alikufa? Atakwambia ni ukweli, Yesu alikufa. Alikufa kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya dhambi zetu. Sasa wewe, Yesu alikufia dhambi yako? Ndio, alikufia dhambi yangu. Sasa uko na dhambi? Nani hana dhambi? Haleluya. Kila dini inaamini Yesu alifufuka siku ya tatu. Na kwa nini Yesu alifufuka siku ya tatu? Kiangalia Biblia, kitabu cha Warumi 4 mstari wa 25, maandiko inasema alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kwa hivyo Yesu alifufuliwa ili tuweze kuhesabiwa haki. Sasa ukiuliza mtu unaamini Yesu alifufuka? Ndio. Wewe ni mwenye haki? Hakuna mwenye haki hapa duniani. Lakini anasema anamwamini nani? Anaamini Yesu alikufa, Yesu alifufuka. Lakini ukimuuliza Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako? Ndio. Una dhambi? Ndio. Yaani kila jibu ni ndio. Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zako? Ndio. Uko na dhambi? Ndio. Haleluya. Shida ni nini? Shida si imani. Shida aliamini bila kutubu. Juu Yesu alisema katika kitabu cha Marko sura ya 1 mstari wa 15, akasema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni mkaamini injili. Tubuni mkafanya nini? Mkaamini injili. Sasa kuna watu hawatubu, wanaamini Yesu katika njia yao. Wakiwa katika njia yao, wanaamini Yesu wakiwa katika njia yao. Kuna watu ambao wanaamini Yesu katika mawazo yao. Ndio ukimuuliza Yesu alizaliwa? Ndio. Alizaliwa afanye nini? Aokoe mwanadamu.
Amekuokoa, ndio. Alikuokoa kutoka wapi? Kwa dhambi. Sasa uko na dhambi, ndio. Haleluya. Kwa sababu anaamini Yesu katika mawazo yake. Wakati unapoamini Yesu katika mawazo yako na katika njia yako, basi utaishi kila siku kujiona wewe ni mwenye dhambi. Unajiona mwenye dhambi kwa sababu gani? Si hata ya kwamba dhambi yako Yesu hakuchukua. Na hakuna mahali Biblia inasema Yesu atachukua dhambi zako. Na hakuna mahali Mungu amewahi funua akisema wewe ni mgonjwa. Manabii wa uongo ndio wanaenda wanakuambia wewe ni mgonjwa. Mungu afunui ugonjwa. Afunue ugonjwa wakati alisema kwa mapigo ya Yesu uliponywa. Ulisaponywa. Sasa Mungu anafunua ugonjwa. Haleluya. So ukiangalia dini wanaamini Yesu katika mawazo yao, lakini baada ya kutubu, ndio Petro alihubiri katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Alisema, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu mpate ondoleo dhambi zenu na mpokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Alihubiri mambo manne. Jambo la kwanza ni kutubu. Kutubu kumeelezwa katika kitabu cha Isaya 55 mstari wa 7. Mtu mbaya aase njia yake, na mtu asiye haki aase mawazo yake. Amrudie nani? Bwana. Watu wengi hawaelewi dhambi ni nini, na ndio hawawezi kutubu. Isaya 43 mstari wa 27, maandiko inasema, baba yako wa kwanza alitenda dhambi na wakalimani wake wameniasi. Kwa hivyo baba yetu ndiye alifanya dhambi. Hakuna dhambi unaweza fanya Mungu wewe. Mwenye alifanya dhambi ni nani? Ni Adamu. Na Adamu alipofanya dhambi, sisi sote tukafanyika wenye dhambi. Kulingana na kitabu cha Warumi 5 mstari wa 12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Na hiyo dhambi mauti. Na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Wewe si ati kwamba kuna dhambi unaweza fanyia Mungu, hakuna. Mwenye alifanyia Mungu dhambi ni Adamu, akamwasa Mungu. Na uzao wote wa Adamu kamwasa Mungu. Warumi 5 mstari wa 19. Inasema, kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Neno la kuzingatia hapa ni kuingizwa. Kufanya nini? Sema kuingizwa. Kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi walifanya nini? Kwa hivyo wewe si mwenye dhambi kwa sababu ya kutenda dhambi, mbali wewe ni mwenye dhambi kwa sababu uliingizwa. Nani alikuingiza katika dhambi? Adamu baba yako alikuingiza katika dhambi. Ukienda Biblia inasema, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye haki. Hata katika kufanyika mwenye haki ni kuingizwa. Hautajiingiza kwa matendo yako, hautajiingiza kwa juhudi yako, mbali kupitia kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa. Neno la kuzingatia hapa ni gani? Kuingizwa. Katika dhambi uliingizwa, pia katika haki utaingizwa. Haleluya. Huwezi jiingiza kwa dhambi, huwezi jiingiza, pia kwa haki huwezi jiingiza. Adamu alikuingiza kwa dhambi. Na kama unaamini Yesu alisaliwa akuokoe kutokana na dhambi, wakati unapopata hiyo imani na kutoka katika mawazo yako ya kujitakaza, kutoka katika njia yako ya kuomba msamaha kila siku, unapotoka katika njia hiyo, unaweza kumwamini Yesu, na ukimwamini Yesu anakuingiza kwa mwenye haki. Haleluya. Sisemi mimi ni mwenye haki kwa sababu ya matendo yangu. Hakuna matendo nilifanya nikafanyika mwenye haki. Hakuna juhudi nilifanya nikatakaswa. Hapana, yeye mwenyewe ndiye alinitakaza. Si ati kwamba sikuwa mchafu, nilikuwa muovu, mtu mchafu, lakini nikatakaswa. Haleluya. Lakini nikafanya nini? Maandiko inasema kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 9 mpaka 11. Maandiko inasema, msidanganyike, waserati hawatarithi ufalme wa mbinguni. Waabuduo sanamu, wasinzi, wafiraji, watu kama hawawezi kurithi ufalme wa mbinguni. Mstari wa 11 inasema, lakini baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mlioswa. Tulikuwa hivyo. Tulikuwa waserati, tulikuwa walevi, tulikuwa wakora, tulikuwa watu waovu, lakini tukatakaswa. Hatukujitakaza, ambia mtu sikujitakaza, nilitakazwa. Haleluya.
Baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii, lakini mkaozwa, lakini mkatakaswa, lakini mkahesabiwa haki kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika Roho wa Mungu. Kwa hivyo kutakaswa kutokani na mimi, kuhesabiwa haki kutokani na mimi, kunatokana na nani? Na Yesu Kristo. Haleluya. Yesu na yeye anatutakasa. Hebu tuweze kuongea kuhusu damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu si ya kumwaga barabarani na kujifunika nayo na kufunika familia yako na damu ya Yesu. Nafunika jamii yangu na damu ya Yesu, watoto wangu na damu ya Yesu, nafunika familia yangu na damu ya Yesu, na mwaga damu ya Yesu. Hata unaposafiri unamwaga damu ya Yesu barabarani. Kwa hivyo damu ya Yesu ilikuja kumwaga barabarani. Damu ya Yesu si ya kujifunika nayo. Damu ya Yesu iko na kasi 3. Kasi ngapi? Unasijua? Haleluya. Kasi ya kwanza, kukuosha dhambi zako. Damu ya Yesu iko na kasi ya kwanza, kuosha dhambi zako. Kasi ya pili, kukuunganisha na Mungu. Kasi ya tatu, kukupatia ujasiri wa kuingia mbinguni. Umeelewa kasi ya damu? Haleluya. Yesu alisema hivi katika kitabu cha Mathayo 26:28. Akasema, hii ni damu yangu ya agano inayomwagika kwa ajili ya wengi kuwa ondoleo la dhambi. Hii damu ya Yesu Kristo iliyomwagika, ilimwagika ili tuweze kupata ondoleo la nini? Mnaamini damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani imeosha dhambi zenu zote? Haleluya. Maandiko pia inazidi kueleza katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 7. Mkienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwana wake Yesu Kristo yatuosha dhambi zote. Amen. Kuna msoro hapa nataka katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana kimesanganya watu wengi. Nataka mtoke katika kusanganyikiwa ili mpendwa mtazamaji pia uweze kuelewa. Kuna waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 1 mstari wa 8. Inasema, tukisema kwamba tuna dhambi tujidanganya wenyewe na kweli haimo ndani yetu. Tukisema kwamba tuna dhambi, ni ukweli. Tukisema tuna dhambi tujidanganya wenyewe na kweli haimo ndani yetu. Kwa hiyo mstari wa 8 kuna nini? Kuna dhambi. Kuna Yesu hapo? Kama hakuna Yesu, wewe ni nani? Okay. Hiyo naiweka ikiwa namba 1. Mstari wa 10 unaiweka ikiwa namba 2. Hapa pia kuna dhambi. Inasema tukisema kwamba tutendi dhambi tutamfanya yeye kuwa muongo na kweli haimo ndani yetu. Yule ako na dhambi lazima atende dhambi. Ukiwa na dhambi lazima utende nini? Utende dhambi. Okay, kuna mstari wa 9. Iweke ikiwa namba 3. Pia hapa kuna dhambi. Kuna Yesu hapo? Mstari wa 9 inasema tukisiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na haki, atatusafisha na kutuondolea dhambi zetu zote. Tukisiungama, kuna tofauti ya kutubu, kukiri na kuungama. Kuungama sio kutubu, si kukiri. Kuungama ni kuungama kile kiko ndani ya. Hata Yesu aliungama mbele ya Pilato. Aliungama nini? Ufalme ulio ndani yake. So utaungama niko na dhambi na ninatenda dhambi. Haleluya. Kwa sababu umeshajijua, huwezi pata wokovu bila kujitambua. Baada ya kujitambua unakuja mstari wa 7. Na iweke ikiwa namba 4. Hapa kuna Yesu. Haleluya. Inataka uelewe kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana ili upate majibu ya Biblia. Biblia inasema hivi. Biblia si kama kitabu unasoma mtiririko, hapana. Anza ya mstari wa 8 na 10 na 9 ni mstari wa 7. Tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu ya mwana wake Yesu Kristo yatuosha dhambi yote. Hii dhambi iko mstari wa 8, hii iko mstari wa 10, hii iko mstari wa 9, inaosewa hapa mstari wa 7, tunabaki bila dhambi. Nasema sina dhambi kwa sababu nimefika mstari wa 7. Haleluya. Umefika mstari wa 7 au la? Wala wako mstari wa 8 na 10 na 9 au ni wenye dhambi. Kwa sababu hii mstari haina Yesu. Hivi ndivyo Shetani anasomea watu Biblia. Shetani anasomea watu Biblia mahali kuna dhambi, kuna dhambi, kuna dhambi, kuna dhambi. Hawezi kuwasomea mahali kuna Yesu. Ndio wanasoma Warumi 3 mstari wa 10. Imesema
kama ilivyoandikwa kuna mwenye haki hata mmoja. Hapo ndio wanapenda. Warumi 3:23 wao wametenda dhambi na kufungiwa utukufu wa Mungu. Hii mstari wa 10, mbona uende mstari wa 21? Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirishwa pasipo sheria. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya nini? Imetoka kwa matendo, imekuwa kwa njia ya imani. Hataki kuonyesha hiyo. Anakuonyesha 23 umetenda dhambi na kufungiwa utukufu wa Mungu. Hataki kuonyesha mstari wa 24 wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Haleluya. Biblia, Shetani bila anatumia Biblia, anatumia Biblia mahali kuna dhambi, mahali kuna dhambi, mahali kuna dhambi. Atumii Biblia mahali kuna nini? Kuna Yesu Kristo. Haleluya. Jina Yesu linamaanisha mwokozi, ambaye amekuja kutuokoa kutokana na nini? Na dhambi. Atasaliwa mwana, jina lake ataitwa Yesu, ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Mathayo sura ya 1 mstari 61. Na sasa baada ya kuokolewa, Yesu anapokuokoa kutokana na dhambi zako, ndio unaenda mstari wa 23. Unapoenda mstari wa 23 unasema bikira atachukua mimba, atazaa mwana, nawe utamuita Emmanuel, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu hawezi kuwa pamoja na wenye dhambi. Lakini katika mstari 21 amezaliwa mwana, jina lake ameitwa Yesu, ametuokoa kutoka katika dhambi zetu, na ndio tumefika mstari 23, Mungu pamoja nasi. Mungu ako pamoja na wewe. Haleluya. Baada ya kuosha dhambi zako, Mungu anaahidi akuazi. Na damu ya Yesu imeosha dhambi zako. Kitabu cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 5. Ukisoma 2 inasema namna gani? Yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu zote kwa damu yake. Haleluya. Tumeosha dhambi zetu zote na damu ya Yesu Kristo. Na Waebrania 10 mstari wa 10 inasema katika mapenzi hayo tumepata utakaso. Tumepata nini? Utakaso kwa kutolewa mwili wa nani? Wa Yesu Kristo mara moja tu. Waebrania 10 mstari wa 14 maandiko inasema kwa toleo moja amewakamilisha hata milele au wanaotakazwa. Amen. Mimi nimetakaswa. Si yajitakasa, nimetakaswa. Haleluya. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji kwa muda ambao Mungu amenipatia tushiriki na wewe ili neno. Naamini ya kwamba neno hili limeshaingia ndani ya moyo wako. Umetoka kwa kujitakaza, umeingia kwa kutakaswa. Tushukuru. Baba mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa muda ambao umetupatia Bwana majeshi wa kushiriki neno hili na mpendwa mtazamaji. Hebu neno hili likaingia ndani ya moyo wake na likaweza kubadilisha moyo wake na likaanza kuumba utakatifu ndani ya moyo wake. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Tuage mtazamaji kwa makofi, shangwe na vigelegele. Amen. Mungu akubariki.